Kupitia AB Sports TZ tunaendelea kukuletea taarifa za kimichezo na tukijaribu kuzitazama zile ambazo zinaendelea kuzungumzwa, lakini hususan zaidi katika masuala mazima ya taarifa za usajili, tukikumbuka kabisa kwamba tuko mwishoni kabisa mwa msimu wa ligi kuu. Zimesalia kama mechi 9 hivi kukamilisha katika mchezo huo wa ligi kuu. Sasa tutatazama taarifa ambazo bado zinaendelea kuzungumzwa, ikiwemo taarifa inayohusu klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambao Simba imekamilisha rasmi usajili wa beki wakati raia wa Nigeria anaitwa Nonyemi Okorocha, ambaye anajiunga na kikosi hicho akitokea Mlandege Football Club. Yes, Mlandege hii ni timu kutokea visiwani Zanzibar, na ni timu ambayo kiukweli ukiangalia wana timu nzuri sana. Ni miongoni mwa timu ambayo imejitahidi sana kuendelea kuwekeza taratibu tofauti na timu nyingi sana za pale visiwani Zanzibar. Lakini kwa mujibu wa taarifa za ndani ya klabu, uongozi wa Simba umefikia makubaliano ya mwisho baada ya mazungumzo ya muda mrefu yanayohusisha pande zote mbili, na hatimaye kufanikisha uhamisho huo unatarajiwa kuongeza nguvu kubwa kwenye kikosi cha mabingwa hao wa zamani wa ligi kuu ya Tanzania bara, ama unaweza kusema sasa hivi ni mabingwa wa kombe la Muungano, kombe ambalo wamelichukua kama wiki moja tu imepita. Okorocha anatajwa kuwa mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kucheza nafasi ya beki wakati, kwa nidhamu kubwa, nguvu ya ujasiri wakiwa wanajipari katika eneo la uwanjani, lakini pia ana sifa ya kucheza mipira ya juu. Mbali na hivyo, kukaba kwa umakini pamoja na uwezo wa kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma. Ukiangalia uchezaji mpya wa timu nyingi sana, uchezaji huu wa kisasa, ni lazima wanataka timu ianzie kutengeneza mashambulizi kutokea nyuma. Yaani kwamba timu ianze process kuanzia eneo la golikipa. Yaani ndio maana hata aina ya usajili wa golikipa, hata golikipa anapaswa sio kusubiri tu mipira kudaka. Yaani hata yeye mwenyewe anaweza kaanzisha pasi za kwenda kwa mpinzani. Ndio maana ukiangalia hii uchezaji wa kisasa ambao upo kwa sasa hivi, unaona hata makipa, kwa mfano ukienda pale Young Africa wanakipa kama Diara. Yaani Diara sio mtu akupiga mbele, atacheza na mabeki wake, atatengeneza nafasi, atatoka hapa kwenda sehemu nyingine kuachia hivyo. Kwa hiyo unakuja kuangalia ni kwamba ni timu ambayo inahitaji wachezaji wa namna hiyo. Kwa hiyo ukiangalia, ukiwa na beki wa kati ana uwezo wa kulinda na kudefense katika eneo lake, lakini ni mchezaji ambaye ana uwezo akaiwin mipira ya kichwa. Na mabeki wengi sana mipira yao ni mipira ya kichwa, kwa sababu wamekuwa na mazoezi ya kuruka sana vichwa, kwa sababu kuna mipira ya kona, mipira ya free kick asilimia kubwa haipigwi eneo la chini, mingi inakuja kwa juu, watu wananinginiza katikati wakutane nayo. Kwa hiyo unakuta mabeki wengi sana wamekuwa wakiwini hiyo mipira ya vichwa. Na ukiangalia Simba wana changamoto, wakati mwingine unaona beki wao wakati ama mabeki wao wengi unakuta mipira ya juu wanakuwa wanashindwa kuiwin. Na hususan ukienda kwa mfano kwenye michezo ya kimataifa, unakutana na timu ambayo wao wanapenda sana mipira ya cross, yani zile cross corner ni wazuri. Kwa unapokuwa na beki ya namna hiyo, kwamba ana uwezo wa kuiwini mipira ya juu na ya chini, inakuwa ni vizuri. So anakupa faida ya kuiwini mipira akiwa kwenye zoni ya timu yako, kwa maana kwamba timu yake kwamba mipira inavyopigwa ya kona ile ya free kick mirefu, anakuwa rahisi kufanikisha kuirukia na kuiondoa kwenye hatari. Lakini pia anakupa faida wanapokuwa katika mashambulizi, mipira kama hiyo pia cross ama kona, yeye mwenyewe anaweza karuka na akascore goal. Kwa hiyo ni namna ya uchezaji mzuri. Kwa hiyo kwa namna ambavyo anavyocheza uwanjani, inaweza pia ikawapa faida Simba kwa namna moja na namna nyingine kwenye kutengeneza timu. Na akiwa Mlandege, beki huyo alionyesha kiwango kizuri sana mpaka sasa hivi, na ndio maana hata viongozi wa Simba wakajaribu kufuatilia kwa karibu uchezaji wake, na umewafurahisha. Inawezekana muda wote sasa watatengeneza makubaliano ya mwisho na kumtambulisha kuelekea kwenye dirisha kubwa la msimu unaofuata 2026-2027. Mbali na hivyo, Simba inaelezwa kufanya maboresho makubwa kikosi chake, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya msimu mpya wa 2026-2027, na wakijiandaa kama watafanikiwa kwenda kwenye michuano ya CAF Champions League. Maana yake wanahitaji wachezaji wa namna hiyo, wenye kariba ya namna hiyo, kwenda kupambana na timu zilizokuwa zinakutana na Simba. Kwa hiyo ni taarifa kutoka katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa taarifa nyingi za kimichezo kama hizi, subscribe AB Sports TZ ili uendelee kuwa mambo mengi mazuri kama haya.